Ikiwa imesalia siku moja tu ili tuweze kufikia sikukuu ya Christmas, mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, tunakaribisha tena katika kipindi chetu cha Rumix, kipindi ambacho kinatufundisha, kipindi ambacho kinatuelimisha katika engo na nyanja mbalimbali. Na leo siku yetu tuna mada inayosema sikukuu zina mchango gani katika maendeleo ya biashara? Sikukuu zina mchango upi katika kuendeleza biashara? Karibu, utapata mengi na utapata maoni kwa wadau mbalimbali, watuambie sikukuu zina mchango gani katika biashara. Brother, mambo vipi? Poa. Inakuaje? Safi. Unaitwa nani? Ni mkazi wa wapi? Kwa majina naitwa Kevin Steven, ni mzaliwa wa Karagwe, lakini kwa sasa niko wilaya Ngara nafanya kazi. Leo ni siku nyingine tumeweza kukutana sisi kama waandishi wa habari, na tuna mada yetu inasema sikukuu zina mchango upi kwa ninyi mnaofanya biashara, kwa wafanya biashara. Unahisi sikukuu ina mchango gani? Sikukuu ina mchango, at least kuna chanya zinazokuwa zinabadilisha biashara yetu. Kwa mfano, unaweza ukapokea oda au ukazungusha ukapata wateja wengi kuliko na siku za kawaida. Watu wengi wafanya biashara wao wanategemea kwamba sikukuu ikitokea tu watu tu watanunua vitu kwa ajili ya kujiandaa na kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu, watu watokelezee nini vitu kama hivyo. Hivi mtu ikitokea mtu anahitaji kuvaa lakini hana hela, unaweza ukamkopesha? Na je, ukimkopesha tayari moja kwa moja huo ni mchango? Ukimkopesha unakuwa sio mchango, kwa sababu ile hela unayokuwa umeshika au unaitegemea lazima ukae kwenye mzunguko kama sisi tunao zungusha. Kwa hiyo unapokuwa umemkopesha inakuwa sio kwamba iko kwenye mzunguko. At least ukiuza nguo kwa 20,000 karawa atakupe 15, kwa sababu unaweza ukaenda dukani au ukaenda kushopping ukanunua ile nguo na ukarudisha na ukaja kufanyaje kumdai. Lakini inakuwa sio kwamba uko kwenye mzunguko. Maana kwamba sisi tunazungusha hii biashara yetu ili tulipe kodi na tuna wazazi pengine wanatutegemea. Kwa hiyo inakuwa haimo kwenye mzunguko kwa ujumla. Sikukuu na siku za kawaida, biashara zenu, unahisi sikukuu kuna ongezeko la bei? Mnapandisha bei ili kuweza kupata chochote kitu au bei zinabaki ni zile zile? Kwa sisi mamachinga bei zetu zinabaki ziko zile zile. Labda tukienda huko tunaporangulia Katoro au Mwanza, wakipandisha na sisi huku nakuja tunapandisha. Kwa hiyo ikifika zama za sikukuu wao wanapandisha bei kwa sababu wanajua watu lazima wawe wengi watanunua. Lazima kama nguo hii unaweza ukainunua mara ya kwanza siku za kawaida 12,000, lazima utaenda uinunue 13 au 14 kwa bei ya jumla. Sasa na wewe kama ulikuwa unaiuza 20, lazima utakuja kwanza 28 uuze 25 au mteja akilia sana 23 ili uweze at least kupata 3,000. Pata 3,000. Unaona? Kwa hiyo ndio inakuwa hivyo ni mzunguko. Changamoto mnazozipata sikukuu ni sikukuu? Changamoto tunazozipata sikukuu ni kwamba una wateja, unapokea oda, mtu unafikisha kama hii nguo anakuambia hii nguo haimfiki au bei sio rafiki sometime. Unaona, hiyo ni changamoto. Pengine changamoto unaweza kupata nayo kama hapa tunauza hivi viatu. Pengine mtu anakuambia nataka kiatu fulani, unapokifikisha anakuambia hichi sio chenyewe, nilikuwa nataka muundo fulani. Si ndio? Unakuta sasa ile umekileta kwa oda ili na wewe umeshabageni na ile bei, ili utafute mteja mpya mwingine ili kuweze kuuza, lazima uingie mtaani tafuta mteja akuzungusha. Kwa hiyo ni changamoto mojawapo ambayo mnaipata? Ndio tunaipata kwenye biashara. Tunakupa ofa ya kuwasalimia watu 3 wapendao. Ndio. Kama unao 4 pia unaweza kuwasalimia. Karibu sana. Asante. Salamu ya kwanza namtumia mama wangu aliyoko Karagwe, wilayani Karagwe. Namwambia asherekee sikukuu vizuri pamoja na baba yangu na wadogo zangu. Salamu ya pili namtumia bibi yangu pia yuko Karagwe, wilayani Karagwe. Pia salamu ya tatu nampa bibi yangu mzaa mama ambaye yuko hapa Benako na mjomba zangu na mamkubwa zangu. Salamu ya 4 nampa mdogo wangu aliyoko Morogoro, na pia nawapenda washerekee sikukuu vizuri. Neno moja kwao? Neno moja, tukumbukane.
Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, tunaendelea kukusanya maoni mbalimbali kutoka kwa wadau mbalimbali kulingana na mada yetu ya leo ambayo ipo mezani inayosema sikukuu zina mchango upi kwenye biashara? Sikukuu zina mchango gani katika kuendeleza biashara? Tuendelee kupata maoni kutoka kwa wadau mbalimbali, na hapa tuna mama yetu ambaye anataka atuambie moja mbili tatu kulingana na mada yetu ya leo. Mama Shomo. Marhaba. Habari? Nzuri. Naitwa nani? Mkazi wapi na unajishughulisha na nini? Naitwa Jerusa Mganga, ni mkazi wa Rusumo. Kazi wa Rusumo. Najishughulisha na biashara ya duka la rejareja. Duka la rejareja. Mada yetu inasema sikukuu zina mchango upi katika kuendeleza biashara? Unahisi sikukuu zina mchango wowote kwenye biashara? Sikukuu zina mchango mkubwa katika biashara. Naam. Maana sikukuu ni siku inayojulikana kwa mwaka mzima tangu Januari. Mtu anajua kufika mwezi wa 12 kuna sikukuu fulani. Kwa hiyo watu wazima kwa watoto wote wanajua kama kuna sikukuu kwa mwaka ya Christmas. Kwa hiyo kila mtu anakuwa amejipanga, amejiandaa kwa ajili ya sikukuu. Kwa hiyo sisi kama wafanyabiashara tunachokipata kwenye sikukuu, mchango tunaopata, tutapata mchango mkubwa kwenye biashara zetu kwa sababu watu wananunua vitu mbalimbali, vyakula, mavazi. Kwa hiyo katika sikukuu sisi tunafaidika wafanyabiashara. Wateja wa siku za, ukiangalia siku za kawaida na sikukuu, nahisi ni muda gani ambao wateja wanaongezeka kwa ukubwa? Sikukuu wanaongezeka sana tofauti na siku za kawaida. Kwa hiyo uongezeko la wateja linawafanya nyinyi mpandishe bei au bei zinabaki ni pale pale? Bei zinabaki ni pale pale. Na kwa nini bei zinabaki pale wakati tayari wateja wako wengi? Sasa hii inategemea na kila mfanyabiashara na biashara yake. Mimi kama mimi bei zangu zinabaki pale pale. Kwa sababu nauza bidhaa zangu kulingana na nilivyolangua. Kwa hiyo nikilangua kwa bei kubwa nitaongeza. Nikilangua kwa bei ya kawaida nauza kwa bei ya kawaida. Kwa hiyo kinachoongeza ongezeko la bei sio sikukuu. Ni jinsi mtu unavyolangua mzigo. Ila unaweza kusema kwamba kwa kuwa ni sikukuu na watu wana uhitaji mkubwa wa bidhaa zangu, kwa sababu sasa hivi wana uhitaji mkubwa kulingana na kwamba watazitumia kwenye sikukuu, ngoja nifanye at least ku boost. Kama kitu nilikuwa nakiuza 10,000 niongeza at least hata 500. Si inawezekana? Uwezekano upo kwa sababu sikukuu ikishafika mtu hata ukiongezea bei lazima uchukue kwa sababu lengo lako ni kitumike kwenye sikukuu. Lakini mimi kama mimi siongezaji, unabaki ni pale pale. Unabaki ni pale pale. Na hiyo nahisi ni njia mojawapo ya kuweza kuwa maintain wale wateja wako ili waendelee kuja kwako. Ndio, ni vizuri sana. Maana mtu anajua kwamba ngoja niende pale pale, bei haziongezekaji. Changamoto unazokutana nazo sikukuu? Changamoto ninazozipata. Naweza nikasema ni changamoto kwa sababu kuna changamoto ya kuulizwa kitu ambacho hauna. Na mtu anakitaka. Na hauna. Na wakati mwingine inaweza kukupelekea wateja kupungua kwa sababu mteja anataka vitu vyote avikute kwako. Sasa kingine hauna, akijazoeleka kuuliza mara kwa mara kwa siku za kawaida. Unakuja kuuliza kwenye sikukuu na kitu hauna, kidogo inakuwa ishakuletea changamoto. Hivi huwa nyinyi mnajifikiria vipi kwamba siku zikikaribia sikukuu kutakuwa na uhitaji wa bidhaa fulani, kwa hiyo inabidi nijiongeze mwenyewe nikanunue vifaa au niankoe vifaa fulani ili watakapokuja kuulizia wavikute, au mnapewa order? Ni order mnapewa au wenyewe mnajiuliza kwamba sikukuu watu watahitaji kitu fulani kwa nijitahidi wavikute, au mnapewa order? Hapana, hatupewi order. Mtu unajua kwamba kwenye sikukuu ni vitu fulani vinahitajika, unajitahidi kuwa navyo. Salamu kwa watu watatu wapendao. Salamu zangu za kwanza ni kwa mume wangu Pastor Alfonsi Magulu yuko hapa Rusumo. Salamu za pili ni kwa binti yangu Odeta yuko Dar es Salaam Kigamboni. Salamu zangu za tatu ni kwa vijana wangu Dio Pastori na Frank Pastori ambao wako njiani wanakuja kula na sisi pamoja sikukuu. Neno moja kwao. Natakia heri ya Christmas. Tunakushukuru sana. Asante. Shukrani. Yes.